mifupa mikavu neno la Bwana. Bwana akamwambia Ezekieli tabirie, mifupa mikavu neno la Bwana. Maana hiyo mifupa mikavu mtatilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Maana hiyo mifupa mikavu mtatilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Ezekieli tabirie, mifupa mikavu neno la Bwana. Bwana akamwambia Ezekieli tabirie, mifupa mikavu neno la Bwana. Maana hiyo mifupa mikavu mtaitilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Maana hiyo mifupa mikavu mtaitilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Wakati huo nyumba ya Israeli ilikuwa imekufa. Wakati huo nyumba ya Israeli ilikuwa imekufa na kuwa kama mifupa mikavu, na kuwa kama mifupa mikavu, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya maovu yao, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya maovu yao. Maana hiyo iliwapelekea wao kuonekana kama wafu. Maana hiyo iliwapelekea wao kuonekana kama wafu.
sasa watu wengi wamekufa kiroho, wamekosa tumaini katika Ukristo wao, wameona kama ni hasara. Ndivyo ilivyo hata sasa watu wengi wamekufa kiroho, wamekosa tumaini katika Ukristo wao, wameona kama ni hasara. Lakini Mungu wetu ni mwenye rehema, anaweza kuturejesha na kututengeneza upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini Mungu wetu ni mwenye rehema, anaweza kuturejesha na kututengeneza upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wewe uliyekufa kiroho na kupoteza tumaini, usiofu, maana yupo Mungu atakayerejesha tumaini. Wewe uliyekufa kiroho na kupoteza tumaini, usiofu, maana yupo Mungu atakayerejesha tumaini na kukuwekea roho ndani yako, naye atakufanya upya kiroho. Umwamini sasa upate uzima wa milele, na kukuwekea roho ndani yako, naye atakufanya upya kiroho. Umwamini sasa upate uzima wa milele. Ni kwa neema tu na rehema za Mungu, 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 ni kwa neema tu na rehema za Mungu. Umenipa upendeleo Baba, umetupa upendeleo Jehova Rafa. Wapo wengi walitamani kufika hapa, wapo wengi walitamani kuiona leo. Kila kukicha yanayojiri ni mengi, kila kuchapo changamoto ni nyingi. Ajali barabarani, watu ni hoi hoi, hospitalini nako ni hoi hoi, lakini sisi tuko salama, lakini sisi leo hapa tuko salama. Tuliozaliwa wengi, nimebaki mwenyewe, tuliosoma wengi, nimebaki mwenyewe. Ni kwa neema tu na rehema za Mungu, 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 ni kwa neema tu na rehema za Mungu. Usijivune, Ni kwa neema tu na rehema za Mungu, kwa neema ya Mungu, ni kwa neema tu na rehema za Mungu, neema ya Mungu ni kwa Baba. neema tu na rehema za Mungu, Shukuru Mungu, ni kwa neema tu na rehema za Mungu,
ulizonazo umepewa bure, na mali ulizonazo umepewa bure. Usijidhani ni ujanja wako baba, usijifikiri ni ujanja wako mama. Ni neema, ni neema ya Mungu, ni neema la, ni neema ya Mungu. Hapo tulipo sisi sote ni kwa neema tu, na rehema za Mungu. Bila neema ya Mungu hatuwezi. Na rehema za Mungu. Kwani wewe umempa nini Mungu hapo ulipo? Rehema za Mungu. Tafakari, nisaidie kufikiria kwa kina. Bila neema ya Mungu huwezi baba, bila neema ya Mungu huwezi mama yangu. Shukuru Mungu kwa kila jambo, wewe ni kwa neema, usijivune. Tamani ulizonazo ni kwa neema, mzuri naye ni kwa neema, watoto ni neema. Sio kwa ujanja wako, sio kwa fikira zako, sio kwa sababu umesoma sana, sio kwa sababu una akili nyingi sana. Wako wengi wenye akili lakini hawajafanikiwa, ila wewe ni nani? Neema ya Mungu. Huduma ya Mungu. Huduma ya Mungu yahitaji moyo kikweli kweli, japo vikwazo ni vingi, japo vikwazo ni vingi, lakini Bwana anatutia nguvu ya kuvishinda vyote, lakini Bwana anatutia nguvu ya kuvishinda vyote. Hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye. Huduma ya Mungu. Huduma ya Mungu yahitaji moyo kikweli kweli, japo vikwazo ni vingi, japo vikwazo ni vingi, lakini Bwana anatutia nguvu ya kuvishinda vyote, lakini Bwana anatutia nguvu ya kuvishinda vyote. Hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye, hatuogopi maana tuko naye. Watumishi tunajitoa katika kuzitoa huduma za rohoni, watu wajue neno lake Mungu. Watumishi wanajitoa katika kuzitoa huduma za rohoni, watu wajue neno lake Mungu, ili wakomae katika imani, ili wazijue amri za Mungu, ili wakomae katika imani, ili wazijue amri za Mungu. Lakini
watumishi wake Mungu, watumishi wake Mungu. Pasipo kutambua ni watumishi wa Bwana Yesu, pasipo kutambua wamewekwa na Bwana Yesu, pasipo kutambua ni wapakwa mafuta wa Bwana, pasipo kutambua hilo wamewekwa na Bwana Yesu. Tutashinda kwa yeye anayetutia nguvu, tutayaweza kwa yeye anayetutia nguvu, tutashinda kwa yeye anayetutia nguvu, tutayaweza kwa yeye anayetutia nguvu. Mambo yote kwake ni salama, oh salama, kwa kila kitu kwake ni salama, oh salama, mambo yote kwake ni salama, oh salama, kwa kila kitu kwake ni salama, oh salama. Yesu mwenyewe aliliambia kanisa la Sardi kwamba ingawa inaonekana kuwa hai, lakini kiroho imekufa. Yesu mwenyewe aliliambia kanisa la Sardi kwamba ingawa linaonekana kuwa hai, lakini kiroho limekufa. Anawahimiza waamke, waimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa wayaimarishe. Anawahimiza waamke, Mungu mwenyewe anayesema haya, Mungu mwenyewe anayesema haya, Mungu mwenyewe anayesema haya, Mungu mwenyewe anayesema haya. Anawaonya watubu, wasipotubu yeye anakuja ghafla, wasipokesha yeye anakuja ghafla kama mwivi. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa.
fanya yale ambayo Mungu anahitaji uyatende. Wakati wa kufanya imara mambo ya imani zetu, wakati wa kufanya imara mambo ya imani yako, mambo yaliyo ya kiroho, ndugu yangu, mambo yaliyo ya kiroho, ndugu yangu, ni wakati wa kurejesha uhai wa kiroho uliopotea. Ni wakati wa kuomba na kukesha kwa maombi tukimlilia Mungu. Ni wakati wa kurejesha uhai wa kiroho uliopotea. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarisha mambo yaliyosalia. Uwe hai kiroho, uwe hai kiroho, na sio dhaifu. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarisha mambo yaliyosalia. Uwe hai kiroho, uwe hai kiroho, na sio dhaifu. Nyakati zote kwa kumuomba Mungu, yeye alianzisha safari ya imani yako ndugu yangu, alianzisha. Wewe muombe, ni wakati wa kuyachunguza yaliyosalia, ni wakati wa kuweka mahusiano mazuri na Mungu Baba, ni wakati wa kuyachunguza yaliyosalia, ni wakati wa kuweka mahusiano mazuri na Mungu Baba. Maana Mungu hapendi hata mmoja aikose mbingu, maana Mungu hapendi hata mmoja aikose mbingu. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarisha mambo yaliyosalia. Uwe hai kiroho, uwe hai kiroho, na sio dhaifu. Uwe mwenye kukesha, uwe mwenye kukesha, ukayaimarisha mambo yaliyosalia. Uwe hai kiroho, uwe hai kiroho, na sio dhaifu. Bwana asifiwe sana. Nikakueleza njoo tu, nikisha tamka jina hilo la pekee kwa ajili yako, lazima Mungu atatenda mambo tu, kwa sababu Yesu ndiye anayeweza kuwa tabibu wako, na ndiye anaweza kuwa usalama wako, na ndiye anaweza kuwa diri yako ya usalama, ambaye anaweza kucontrol mambo yako yakakaa vizuri na ukaenenda vizuri, mashamba yako ukalima vizuri, na hata biashara zako zikaenda sawa. Sisi hatukuombi fedha, bali ni bure tu, na utauona mkono wa Bwana ukisimama kwa ajili ya maisha yako. Hivi ndio vitu ambavyo nataka nikwambie jioni ya leo. Lakini tangu tulipoanza mkutano wetu,
niliweza kuzungumza habari ya kijiti ambacho kina uwezo wa ajabu, na kijiti hicho nikakuonesha kwamba ni msalaba, jinsi kijiti kilivyoweza kutabiri habari ya msalaba. Na wakati kimeanza kutabiri habari ya msalaba, jinsi mwanadamu anavyoweza kupewa manufaa ya maisha kupitia kijiti hicho cha msalaba. Hicho kijiti cha msalaba kina dalili mbali na kina mifano mingi, kina kazi nyingi, kina maajabu mengi, kina matendo makuu. Hakina dalili moja. Kijiti hicho ambacho nazungumza habari zake jioni ya leo kina uwezo mbalimbali, kina mabadiliko ya kila ishara, ya kila maajabu. Kwa hiyo kwa jioni hii nataka nisungumuze nawe habari ya kijiti cha fimbo kilivyokuwa na uwezo wa ajabu kwa ajili ya kazi ya Mola. Haleluya, haleluya. Wakati kile kijiti Musa, jana nikasema Musa alikiangalia kijiti kikiwa juu ya mlima Horeb. Wakati anakiangalia kilikuwa kinateketea. Wakati kinateketea lakini hakiteketei. Kile kijiti, kwa nini kilikuwa kiteketei? Kulikuwa na uwezo ndani ya kile kijiti. Sasa mpendwa, kwa ajili ya jioni leo, sikiliza vizuri. Kile kijiti baadaye aliyekuwa anakiona kwa macho yake mawili, jina lake anaitwa Moses. Wakati alipokuwa anakiangalia kwa macho yake mawili na masikio yake mawili na akili yake timamu inasikiliza maneno yaliyotoka kwenye kile kijiti, Biblia yangu inazungumza, nasema baada ya kuwa Moses amekikubalia kile kijiti maamuzi yake, akazingatia maneno yake, ule moto, ile sauti ikahama kutoka ndani ya kila kijiti kikaja kwa raundi 2. Ndio nataka nikuoneshe raundi 2 kwamba kilifanya kazi gani, tena kazi ya ajabu ambayo jioni leo ukiamini utauona mkono wa Bwana. Haleluya. Hii raundi 3, hatua ya 3 ambayo naizungumza leo. Hata wachawi waliona moto, hata wachawi waliona moto. Na hii nataka kuizungumzia jioni leo. Hata kama kuna wachawi hapa Kurotambe, kesho sikiliza malalamiko mitaani, utawasikia. Ukiwasikia wanalalamika, jua ndio wenyewe. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 4 ndio nataka nisungumuze, nikuoneshe round 3 jinsi kijiti kilivyoweza kubadilika kwa dalili nyingine, kikaleta uwezo usio wa kawaida, tena uwezo anayesimulia huo uwezo vizuri. Waulize wachawi, ngoja nikuoneshe, ndio wanaweza wakakusimulia vizuri round 3 nini kilitokea. Hakuna binadamu yote aliyeweza kusimulia. Ambaye anaweza kusimulia hapo ni wachawi. Sikiliza vizuri kwenye maandiko. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Kutoka sura ya 4 ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini watu hawa, wala hawataisikia sauti yangu, wala hawataisikiliza sauti yangu. Maana watasema, kwa sababu watu hawa watasema kwamba Bwana hakukutokea. Bwana hajawahi kukutokea. Bwana akamwambia, lakini Bwana akamwambia Moses, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Kwani Musa, unapojitetea una nini kwenye mkono wako? Akasema, lakini yeye akasema, ni fimbo. Nina kijiti kinaitwa fimbo. Akamwambia, Mungu akamwambia Musa, itupe chini. Lazima kitupe chini hicho kijiti. Akaitupa chini. Kwani Musa akabeba kile kijiti cha fimbo akakirusha chini.
nayo ikawa nyoka. Na ile fimbo ya kijiti ikabadilika ikawa kobra, bonge la nyoka. Musa akakimbia mbele ya Musa aliogopa, akakimbia akarudi nyuma fimbo yake. Bwana akamwambia Musa, lakini Mungu akamwambia Moses, nyosha mkono wako. Hebu nenda kanyoshe mkono wako. Kamshike mkia. Nenda ukashike mkia wa hiyo nyoka. Akaunyosha mkono wake. Musa kuogopa, akasogea akashika ule mkia wa ile kobra. Naye akageuka. Ile kobra ikageuka wakati ule kuwa fimbo mkononi mwake. Ikawa fimbo ya Musa mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki, ili watu waweze kuamini ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amekutokea. Bwana akamwambia tena mara nyingine, sasa tia mkono wako Akautia mkono wake kifuani. Akautia kifuani mwake. Fikia hapo mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inazungumza, nasema wakati Musa anapewa dalili na Mungu, Biblia yangu inazungumza Moses wakati anazungumza na Mungu akiwa katika mlima Horeb, Biblia yangu inasema Musa alimwambia Mungu, hata nikirudi nikienda kwa Waisraeli, anatambua kwamba hawatanielewa na hawataniamini. Lakini Mungu anamwambia, wewe lazima watakuelewa tu. Sikiliza Moses. Moses akasema, niko tayari kukusikiliza. Biblia yangu inazungumza, Mungu akamuuliza, Mungu ana maswali mengi. Mungu akamwambia Moses, una nini mikononi mwako? Kwani una nini kwenye mikono yako? Hakumuuliza una nini kwenye kichwa chako, angesema ni macho. Hakumuuliza una nini, hakuna. Alimuuliza, hakumuuliza vitu vingine. Hakumuuliza una pesa, never. Angemwambia una pesa. Na yeye Musa akasema, antana senti mana mbongona hango kuna Misri ntana gento. Angesema namna hiyo. Lakini yeye akamuuliza, una nini mikononi? Akasema, nina fimbo. Na ile fimbo, historia yake ni kwamba Musa alikuwa ameiandaa kafimbo kazuri ambako tunakaita kijiti. Sasa basi, wakati amekapewa, amekaandaa kwa ajili ya kuchunga wanyama wa Yethro, kuhani wa Midiani. Lakini Biblia yangu inazungumza, nasema siku hiyo nini kinatokea? Mungu anamwambia Musa, umeshikilia nini mkononi? Musa akasema, nimeshikilia fimbo ambaye ni kijiti kidogo tu. Mungu akamwambia, sawa, mimi sina wasiwasi. Hebu nataka nikuoneshe kwamba Mungu amekuita. Hebu iweke chini. Musa akaiweka chini ile fimbo. Wakati ameweka chini ile fimbo, Biblia yangu inazungumza, nasema fimbo ambayo ni kijiti round 3 kikabadilika kuwa nyoka. Wakati kilibadilika ikawa chatu ya ajabu, watu wakashangaa. Lakini Biblia yangu inazungumza, nasema tena Musa alishituka vibaya, mbona fimbo yangu nimechunga nayo miaka nenda kuanzia zamani, ninachunga nikiwa na fimbo yangu mpaka nikatajirika, nikawa mchana na nikazaa naye watoto. Hii ni mnangi wangu, hii ni fimbo yangu niliyochungia wanyama kwa miaka mingi. Kwa nini leo fimbo yangu inabadilika kuwa nyoka? Sikiliza vizuri. Wakati Biblia inazungumza fimbo ya Musa inabadilika kwa nyoka, sasa akaondoka akaenda nchini Misri. Wakati amefika nchini Misri, Biblia inazungumza, nasema Musa akaingia mbele ya Farao, akamwambia, nimetumwa na Mungu kwamba uachilia wana wa Israeli ili niweze kwenda nao niwarudishe mahali walikotoka. Farao akakaidi. Farao alipokataa, yeye alimwambia Musa, kama unaniambia Mungu amekutuma, huyo Mungu
anaitwaje? Huyu Mungu ana sura gani? Ana umbile gani? Analinganaje? Mrefu kiasi gani? Haleluya! Wakajiuliza hivyo. Farao alimuuliza maswali. Nataka unijibu leo. Huyo Mungu ana uwezo gani? Huyo Mungu ni mrefu kiasi gani? Huyo Mungu au ni mfupi kiasi gani? Au mwembamba au mnene kiasi gani? Wakati anamuuliza maswali, Musa akasema, cheki alivyo. Musa ameshikilia fimbo yake. Kwa sababu gani? Anajivuna. Anajua Mungu amehama kutoka kwenye kijiti pale mlima Gori, pale mlima Horebu, ameingia kwenye kijiti cha fimbo yake. Biblia yangu inanieleza Musa akaiweka fimbo chini, mpendwa, mbele ya Farao. Alipoibwaga fimbo yake mbele ya Farao, rais wa Misri, alipoweka ile fimbo mbele yake, fimbo ya Musa ikabadilika ikawa kobra. Biblia inasema ikabadilika ikawa chatu ya ajabu. Sasa Farao akamwambia, sikiliza wachawi walivyo. Akasema, fimbo kuweka chini na kuwa nyoka, kazi rahisi sana. Huyo sio Mungu. Wacha nikuoneshe kwamba hata mimi nina Mungu kama huyu. Unaona hiyo? Ndivyo watu wanavyojivuna, kwamba mpaka leo watu wakisikia Yesu wanafikiri matani. Sasa Biblia inasema wale watu, nini kilitokea? Yeye ataweka chini fimbo ikawa nyoka, lakini baada ya nyoka akawambia, tulia Musa, tulia, usiichukue, iache hapo. Nyoka chatu la ajabu linazunguka zunguka mbele ya Farao. Farao hata haogopi, hajui kwamba ni Mungu aliye hai, mwenye uwezo, anaweza kubadilika, ana uwezo wa kubadilika kama maji, ana uwezo wa kubadilika hata wakiombe za ajabu. Sikiliza nikwambie, kwa ajili ya jioni leo, Biblia inazungumza, nasema Farao na akajuka, sasa akainjiliwa na kiburi, akasema iache fimbo yako itulie Musa. Musa naye akasema sawa, na iache itulie. Biblia inasema akaiacha katulia, akasema kaniitia waganga wangu ninaowaamini, lete na wale warogi wanaojua kupanda na ungo angani. Wote wakaenda wakakusanya, wakaletwa, wakaja wakatua mahali pale. Wakati wametua mahali pale, Biblia yangu inasongomoza, nasema waganga na wana fimbo zao wameshikilia. Wakati wameshikilia fimbo zao, Biblia inasema kila mganga akifika, Farao anamwambia onesha. Wachawi wanakuja na weka fimbo zao, zinabadilika kuwa nyoka. Haya, huyu akifika tu eti kuna nini? Eti weka fimbo yako, na yakiweka inabadilika na kuwa nyoka. Waganga wote na wachawi wote wa Misri wakaweka fimbo zao, zikabadilika zikawa nyoka. Lakini sasa sikiliza nikwambie, Shetani ana uwezo wowote mbele za Baba. Anajilinganisha, lakini hataweza. Yupo Baba wa milele. Amen. Yupo Simba wa Simba. Biblia yangu inazungumza, nasema fimbo ya Musa, ile nyoka ya Musa ikaenda taratibu, ilipoangalia zile nyoka za waganga zote karibia 100, ikaziangalia ikasema, alafu ikainua kichwa chake juu. Niangalie vizuri, ile nyoka ya Musa ikainua fimbo ya, ikainua kichwa juu, ikasema, asante Baba muumba wa mbingu na nchi, kuniletea chakula cha mchana wa leo. Ile nyoka ikageuka, ikangata fimbo ya mchawi mwingine, ikameza. Kageuka kama zote 100 taras. Amina. Halafu Mungu akamwambia Musa, gusa mkia, beba fimbo yako. Amen. Musa akaenda kabeba ile fimbo. Halafu Musa akawaambia waganga na wale wachawi wote, bebeni fimbo zenu. Wale waganga na wachawi hawana fimbo. Uganga umemezwa
Amen. na Yesu. Sikiliza, acha kuogopa. Fimbo ya Musa itameza fimbo za wale wote. Kile waganga hawakuelewa kwamba kile kijiti kimetoka mlimani, kina moto, kina uwezo, Amen. kina mamlaka, Ndio. kina Mungu mwenyewe. Kabisa. Hawakuelewa. Sasa Musa akawaambia wale waganga na wachawi, bebeni fimbo zenu, bebeni fimbo zenu. Waganga wakaanza kugonga gonga miguu yao, bebeni fimbo zenu. Ikashindikana. Hivyo ndio maana tunataka kuambia jioni leo, mpendo, wacha nikwambie, mganga asikudanganye wala mchawi asikudanganye. Yesu simba Ndio. hana uwezo wa kumeza uganga wake na uchawi wake. Kweli. Kwa nini? Kwa nini wachawi na waganga wanaogopa Yesu? Amina. Kwa nini? Nataka nikwambie, Yesu ni tiba iliyo sahihi. Ndani ya jioni leo, Amina. fimbo imejaa uwezo wa kijiti. Amina. Maana ni kijiti cha msalaba kinachogaragaza wachawi, kinatandika wachawi sawa sawa, kinatandika waganga sawa sawa. Hicho ni kijiti cha kweli kinachozungumza. Hata Farao na wachawi wake na waganga wake walilia machozi kwa sababu walimezewa uchawi wao kaisha. Watu wakabaki wanabunga kwa sababu ya uchawi wao. Amina. Hata nsiko chino kurutambe hapa kurutambe abantu abarono bayigwinchiriye injiri hano bayigwengana kenera gambwa nkuigwari gano nakasekere kukaburi yakire. Kwa sababu gani? Baragote biga mangana gabo garasereka urachiwe go montara gote biga abarokora bebago sabayo bantama tatiga kumubulia maswali uyo no morojo muberetu. Kwa sababu gani? Tunakamata roho ya kichawi na roho ya kiturutumbi iachirie watu. Kubali Yesu ndio usalama wa watu. Yesu ndio usalama wako. Yesu ndio jibu lako la maisha. Pendo wa Kurutambe, acha kuhangaika, acha kutapatapa. Fuata Yesu Kristo. Kubali Yesu wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda, anaweza kusimama Kurutambe akaleta historia kwenye maisha yako. Jeni mtu nakaa kuhangaika, mtu nakaa kuteseka, na Yesu ni jibu lako la maisha. Haleluya, haleluya. Kesho tuko hapa finali na Jumamosi, tuko hapa finali. Tunataka kieleweke, kweli watu waelewe Yesu yupo. Amen. Mimi ndio maana mara nyingine nasungumuza nasema, Wakristo wa Kurutambe msiogope. Kanisa hili kanisa ni kanisa la Harari, kanisa la Merit KMT Tanzania, kanisa lenye miradi mikubwa. Kwani ni makanisa gani yanayofungua mahospitali, mashule, vyuo? Ni Merit. Amina. Muntu atagacha ukunga indege kanisa ya chene ba Freemason ndego chisibitari chonku ya murekorero gucheto chira ndego temo kugambiga Freemason nigokorora DDH Bunda, nigokorora DDH Mugumu Serengeti, nigokorora tayari Shirati Kabwana. Mbona usemi kwamba ni Freemason? Sekereza wale ushamba, lakini Yesu ni chebu. Yesu ndio jibu la maisha. Amina. Kama utasimama na Yesu, una uwezo kaweka mazingira yako yakakaa sawa sawa. Ndio. Wakulia tukubali Yesu kabisa. Amen. Yani wakulia tumeishi
Wakulia tumeishi miaka mingi kwenye ujambazi. Toibi chingombe igatete barabamura. Tenko mamwibia hano na hivi ambaka kame hahi. Ni boyo nkanyura bamura baba kulia nkuiba bari chingombe. Ndego hate gorofa te bahagacha. Ni boyo paka nyora mahega bunchari gara itana. Ndego tega gasire mbakare neta abwe kogwa. Lakini anatotoya kugamba omuntu agambiga barokorera bakangi. Wacha nikwambie, tunao ukweli, hata serikali yetu inajua. Kubari wange konga nigatoko gutebika inchiri ntwagihubiri nandanye nkorogore no raitwe. Amen. Abanyangu tutumbule nora temu buno mokende kufa kabisa. Lakini kubari Yesu salende umuntu aragotebeka amasabi hano gasabwa tenko manya kurarahe kano tahatiri bitondu hano rahatiri bitondu bilambe bikugiro oratese kotakurara tarichoki bitondu Poli tubisambe aninda bisamba abakulia ntomenya kuisuku gisunte emekwe meru sasa gote turatebe ni obohene hata nokanga kuigwa. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ebu naomba popote unakolisikia sauti hii, simamani kwa mnyeshe jambo. Simama kwa Mungu. Imokawi mere ulionsora kuigwa sauti yane. Ili uweze kuona uwezo wa Mungu kwenye maisha yako mpendwa, ili uweze kuona utisho wa ajabu katika maisha yako. Kijiti cha fimbo ya Musa kilichoamriwa na Mungu kilikuwa na uwezo wa ajabu. Aliyeamini fimbo hiyo iliwaokoa Waisraeli, ikapasua bahari ya Shamu, Waisraeli wakapita, kwa sababu nguvu ya kijiti kutoka Horebu ilikuwa imeingia kwenye kijiti cha fimbo ambayo ni fimbo ya Musa. Nataka nikwambie jioni ya leo, hiyo fimbo ina uwezo wa kumeza madawa ya waganga, wachawi, waturutumbi kwenye maisha yako. Hawatakuwa na nguvu kwako. Wewe utakaa salama. Hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna yote yanamezwa. Mokoi mera hare honsu kuigwa sauti. Hanuranyore kuigwa kirango sumacha temo kwa mera. Watu wana shida, lakini tumewaletea dawa la Yesu, hawataki kuikubali. Lakini wanaikubali damu hii, wanaikubali dawa hii, wanapona. Kana we nkunyorore nora yubutiko tana habari uyagwitake abantu bacere basohere nyumba nuwe bakongenta abantu baca basoha nyumba bayabarangenta abana bao. Abantu baracha barasoha nyumba baya baragokora mangana kanomba kugokora gesumacha. Naomba tusogea wote kwenye uwanja mweupe hapa, hata kule nyuma tusogea, tuje sogea kwenye uwanja hapa peupe, sogea kwa Bwana, sogea kwa Bwana. Yesu ana uwezo wa ajabu sana kwenye maisha yako. Huyu Yesu tunayemhubiri hapa, ndio maana kila siku nawaambia, ambia wagonjwa abaroi nkorento bara kura sirari, barento kura renchoka, barento kura talime, barento kura hagare kura bogaya, muchabara na bara huena baraya. Korento bara kuikanisa rene hayo, baracha bara sabra bara huena baraya, bara sabra bara huena baraya. Ndio maana kwa tabantu bakutambika tatiga kunyanka tacho hari Yesu na nogotura kuimenya leo.
tena no mwitabiri Yesu utugusoma atirije amahabari ga mangana gae na no gutoroko nene sana kuimenya leo sugatero chuetiga kobo washirika na waona kule nyuma kabisa. Ninaona kuna wengine wamesimama kule ni washirika wako na historia zao kabisa. Yani kuna watu wengine wanakuja kwenye mkutano hawajui wamefuata nini. Hawaelewi. Teba kuigwa hata watakogondro. Ukipenda ukae na matatizo yako, mimi sikatai. Lakini ukielewa kwamba Yesu ana uwezo wa kufanya historia kwenye maisha yako, una uwezo wa kupokea huo uzima. Kwa Yesu sisi hatuombi pesa. Nyoino moganga acha hano kaino moganga acha hano. Kwanza Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hano kayana muganga we kenyeji achana na chegeri birandi nori aba nuri chimbiria chasira, lakini kwa sababu ya Yesu Kristo wengi wanamuogopa. Tena nisungumuze niseme kwamba yani kuna wanaume hapa ambao tangu tulianza mkutano na waona wale unaowaona wako kwenye mti pale nyuma, yani wale watu wanawai kabisa mkutano na mpaka tunahitimisha nao. Tena Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninyi wa baba watatu hapo nyuma, funga mkono wako hivi kora igambani na kwa baitabiri sana, yani Mungu awajalie sana. Bana bebonsura bakulia turenge tonge wikara kobo hana bonsuna banje ritore mogati ogete kiro kobo herange. Yesu ni wanogotura. Yesu ndio simba. Yesu ndiye anaweza kudiri na maisha yako akajaweka salama. Nataka nikwambie jioni leo kwamba hebu angalia maisha yako. Kwani maisha yako yamekaaje? Ni nini kinakusumbua katika moyo wako? Nini kinakusumbua katika nyumba yako? Otakurari chitaru chinchia waba nemegosi abana baote bano mulembe kurarore chikura tiche no gukura aba muna amakura bakomaha ibirio abu kubutiko ni gokurara uwe ni ibiri ubye no komaha igatetetetete tabakura bya nebra bakure karembo bya no komaha ngetukana nguturango tv tabire Yesu magoro mono gorero makiro kirari chokere haru panto mbahano atano bantu imereye bano butiko bakomaha tubutiko bobaye atamaniga hano bokangere kwira abantu bano bakugochira ubutiko ra mbano barengeke ngabi orasika nichinchoka chino takaroche orahangwa nabantu bano takaroche ubutiko ne tabona yonene unyanka igatetetetetetete mpaka hato tamani onda hata maharta gutuna hatetariri menyumba ratuniga masagonto yoke maha kairo baratuna lesekera bomunko gani bari wikiro barasekera iyo ni nyanyi tigango tebe mugoro gorero irimenya ri omonto numwena kuremanya keburi ringi komayogo etabu ya guseho be yao unitendage manyi numwena kugemanya lakini ngatuna ngotonga batebi bantu bakurutambe otagacha kunga ni ribu urotebwa murakore no mukange murakore tanalende. Wacha nikwambie sisi tunatangaza uchawi wetu live kwamba Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anaweka huru magonjwa, mapepo uliyerushiwa hapa. Mungu atangiri wabari ibipande vibiwi bono ma kwa inkagiri yonswe tano mulembe, lakini ndatulango tebiga Yesu nanogotora kuimenya leo. Yesu ana uwezo wa ajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Fanya mkono wako namna hii.
Tufungulie wimbo huu, tumwabudu Mungu kwa dakika mbili. Nataka nifanye maombi kwa watu hawa. Oh. Jua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako, shida zangu nazijua, wanijua shida zangu, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako Yesu, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, maisha yangu wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nipoje mbele zako. Sema Mungu, Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, Muumba mbingu na nchi, ninakuja mbele yako, nakuja mbele zako, ninakuamini, nakuamini wewe ni Mwokozi, wewe ni Mwokozi tena wa maisha yangu, tena wa maisha yangu, unanifahamu tokea mbali, unanifahamu tokea mbali, unajua maisha yangu, unayajua maisha yangu, sikufichi maisha yangu, sikufichi maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu nakuja kwako, Yesu nakuja kwako, ninaomba msamaha, naomba msamaha kwa yale yote ninayokosa kwako, kwa yale yote ninayokosa kwako, naomba unisamehe, naomba unisamehe, futa jina langu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, kwenye kitabu cha hukumu, alafu andika jina langu, alafu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima. Ninakuomba Bwana, na kuomba Bwana, unitendee haki yangu, unitendee haki yangu, uniponye na magonjwa, uniponye na magonjwa, uniponye na mapepo, uniponye na mapepo, uniponye na mateso, uniponye na mateso, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninasalenda mbele yako, ninasalenda mbele zako, nikihitaji msamaha na rehema, nikihitaji msamaha na rehema. Naomba unishike mkono Bwana, naomba unishike mkono Bwana, niponye, niponye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen, amen. Naomba ufumbe macho yako. Naomba watoto mnisubiria tena, sawa? Niombe na wazazi wetu, alafu baadaye niwaombee mnaenda nyumbani, sawa? Moja hapa hivi. Shemasi nipangia watoto hapa. Msimame hapo niwaweke mikononi mwa Bwana. Naomba tusogee mbele tu. Msiogope, sogea kuja mbele. Unene maneno ni shida. Na temo wibentu ibere temonto maniri shida yao. Lakini shida yao weta sugatere ogarente hari Yesu. Kia kobo. Kara monto na maniri menyara kirina menyiriga ninkeke komosombora. Monge kobo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumefika kwenye hospitali ya Yesu. Usiogope wala. Yani kuwa na amani. Hakikishia moyo wako hivi, nahitaji kufunguliwa, nahitaji kuwekwa huru. Yani unapofunguka namna hiyo, Yesu lazima atafanya kitu kwenye maisha yako. Wewe usiangalie kwamba nani ananiona. Uongo. Kata tiketi yako wewe mwenyewe kusalimisha maisha yako kwa Yesu, kwa sababu wewe na moyo wako ndio unajua shida iliyoko katika mwili wako. Magonjwa yaliyoletwa kwenye mwili wako sio ya kwako. Shetani ndiye ameyaleta kwenye moyo wako na wachawi. Sasa hivi kuna magonjwa wachawi wanatengenezea watu. Unaona mtu unatembea kabisa mchawi na kutengenezea ugonjwa wa ajabu. Teno ravi muratevuga teboro huyo na boy. Nkike kuhusu mburambi.
ngeke gusombra kama ambaye urapimwa urambaki video uratemwa uratebiga tona boroi ne bitatizo yugakuru mpaka wiburiga kuna ujanja gani hapa? Fungua moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fumba macho yako. Fumba macho yako kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu ninakuhitaji mfalme wa amani. Yesu tunakuhitaji. Hawa watu ni mali yako. Weze kuwaponya Yesu. Hawa watu ni mali yako. Weze kuwaponya. Watu hawa wamekutafuta wewe. Yesu. Wanahaja na moyo, wanahaja na wewe. Yesu naomba onekane. Mioyo yao wanaileta kwako. Yesu naomba utamalaki. Wanataka neema kutoka kwako. Wanahitaji uponyaji kutoka kwako. Wanataka kibali kutoka kwako. Kwa jina la Yesu. Yesu. Wewe ni mtawala. Kwa jina la Yesu. Tazama watu hawa. Yesu. Unafahamu maisha yao. Tunawaleta kwako. Unafahamu mili yao. Naomba wahudumie. Jinsi wanavyohangaika. Naomba wahudumie. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakamata roho ya magonjwa. Kila maroho ya magonjwa. Ile roho ya magonjwa. Roho ya mateso. Ambayo imeinuliwa na wachawi. Roho ya kichawi. Inayoagizwa kwenye mili ya watu. Roho ya vifungo. Ninakamata hiyo ngome. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Toka. Roho ya mapepo. Kwa jina la Yesu. Kila majini. Kila mateso. Kila mapepo. Kila vifungo. Kila vifungo. Kila madhabahu. Kila makano. Kila mateso. Kila mashera. Toka. Roho ya kiganga. Kwa jina la Yesu. Roho ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Roho ya mauti. Kwa jina la Yesu. Roho ya mauaji. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Kwa jina la Yesu. Vifungo vya nyayo. Kwa jina la Yesu. Vifungo vya Kwa kila. jina la Yesu. Tunafungua. Kwa jina la Yesu. Kila kamba. Kwa jina la Yesu. Kila minyororo. Kwa jina la Yesu. 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 Haina mapepo. Kwa jina la Yesu. Yenye magonjwa. Yesu moto. Yenye mateso. Pigwa na moto. Pigwa. Pigwa na moto. Pigwa. Moto. Pigwa. Moto. Pigwa. Moto. Pigwa. Moto. Pigwa. Moto. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu. Sema ondoka. Fumba macho, fumba Haina macho. magonjwa. Kwa jina la Yesu. Haina mateso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Tunaamuru kila ngome ya giza. Pigwa na moto. Kila mamlaka ya giza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya mateso. Haina magonjwa. Nguvu ya vifungo. Pigwa. Nguvu ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Pigwa na moto. Kebera. Pigwa. Nguvu ya magonjwa. Kwa jina la Yesu. Roho ya mapepo. Toka. Roho ya mizimu. Toka. Kwa jina la Yesu. Toka. Pigwa. Kila nguvu. Nguvu ya giza. Nguvu ya mauti. Nguvu ya mateso. Roho ya vifungo. Roho ya mateso. Kila mamlaka ya giza. Kwa jina la Yesu. Pigwa na moto. Nguvu ya giza. Pigwa na moto. Pepo mchafu. Pigwa na moto. Roho ya magonjwa. Pigwa na moto. Magonjwa ya sukari. Pigwa na moto. Magonjwa ya mauti. Kwa jina la Yesu. Magonjwa ya manyanyaso. Kwa jina la Yesu. Magonjwa ya manyanyaso. Kila ndoto chafu. Magonjwa ya manyanyaso. Kila mandoto machafu. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Ninakuamuru. Pigwa na moto. Pigwa. Pigwa na moto. Nguvu ya giza. Pigwa na moto. Ninakuamuru roho ya magonjwa. Pigwa. Roho ya mapepo. Kwa jina la Yesu. Pigwa nguvu ya Roho ya maganga. kichawi. Roho ya kichawi. Maroho ya mateso. Inayotesa maisha yake. Maroho ya kutumwa. Inakutetemesha. Pigwa. Ninakuamuru press. Pigwa. Achilia huyo ndugu. Wash. Achilia huyo ndugu. Inatisa moto. Pigwa. Moto. Kwa jina la Yesu. 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 Moto. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya giza. Moto. Pepo wabaya. Moto. Kwa jina la Yesu. Fire. Kwa jina la Yesu. Fire. Kwa jina la Yesu. Fire. Kwa jina la Yesu. Moto. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Wash. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Pigwa. Maroho ya kichawi. Roho ya magonjwa Maroho ya kichawi. na kichawi. Maroho ya kichawi. Pigwa. Vifungo. Pigwa. Vifungo Pigwa. vya kichawi. Pigwa. Vifungo vya kichawi. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo Kwa jina la Yesu. vya kichawi. Kwa jina la Yesu. Vya mateso. Kwa jina la Yesu. Vya mateso. Rambo taimu kiurusi. Pigwa na moto. Pigwa. Norogoro kirogoro kigumu. Pigwa. Kubayo mote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa.
Kwa jina la Yesu Kristo. Pigwa na moto. Ninakamata nguvu. Pigwa na moto. Tia roho ya mateso. Kwa jina la Yesu. Tia roho ya mateso. Mafundo. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Roho ya giza. Pigwa. Haina magonjwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Moto. Pigwa. Moto. Magonjwa. Marro. Roho ya kuruhusiwa. Marro. Roho ya kuruhusiwa. Marro. Kwa jina la Yesu. Na Achia sana huyu. Na shamba na marro. Achia huyo binti. Shamba na marro. Nasema achia huyo binti. Shamba na marro. Pigwa. Shamba na marro. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kamata Kwa kabisa. jina la Yesu. Kamata kabisa. Moto. 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 Yani kijana Pigwa. kamata mtu kama Kwa jina la Yesu. Msiogope. Pigwa wachawi. Msiogope. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fumba macho yenu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Fumba macho yako. Pigwa. Fumba macho yako, tulia, usiogope. Mafundo yaliyotumwa. Kwa mamlaka Kila mafundo ya jina la Yesu. yaliyotumwa. Kwa mamlaka Kila mafundo ya jina la Yesu. yaliyotumwa. Yale mapepo ya magonjwa. Pigwa. Yale mapepo ya Madawa ya magonjwa. kichawi. Kwa jina la Yesu. Mafundo ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Mafundo ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Mafundo ya kichawi. Pigwa. Mafundo ya kichawi. Nguvu ya giza. Madawa ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Madawa ya kichawi. Pigwa. Pigwa na moto. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Pigwa na moto. Pigwa roho ya magonjwa. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Pigwa na moto. Pigwa Moto. roho ya magonjwa. Kwa jina la Yesu. Aga. Kwa jina la Yesu. Chomoka. Chomoka. Vipande vya majini. Toka. Nakuamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Na kwamba huyo mama Toka ndani yake. kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tii mamlaka. Madhabahu ya giza. Tii mamlaka. Madhabahu ya kichawi. Tii. Toka kwake. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Ninakunguza na moto. Tii. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tii. Kwa jina la Gonjwa na Yesu. majini yanajagisa kuja ndani ya huyu dada. Kama ya giza. Nakuamuru mwachie. Kama ya mateso. Mwachie. Roho za mateso. Mwachie. Roho ya kichawi. Kunguza na moto. Roho ya majini. Ninakunguza na moto. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Pigwa. Toka. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Nakuamuru Kila nguvu. kwa jina la Yesu. Kila mateso. Nasema mwachie. Kila vifungo. Nasema mwachie. Kila mateso. Pigwa. Roho ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Roho ya mizimu. Nakunguza Roho ya na moto. mateso. Ninakunguza na Roho za moto. magonjwa. Mwachie. Pigwa. Mwachie. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya mateso. Kwa jina la Yesu. Roho ya mizimu. Nakuamuru mwachie. Roho ya kichawi. Pigwa. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Pigwa. 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 Kwa jina la Yesu. Pigwa. Nguvu ya mateso. Peleka kule huyo. Roho za magonjwa. Mimi nikung'ang'ana na mrembo. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa roho ya magonjwa. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kichawi. Pigwa mwachie. Pigwa. Ninakuamuru Kila nguvu. roho ya magonjwa Kila mateso. na mateso ndani yake. Kila mateso. Ninakuamuru Roho ya kichawi. kwa jina la Yesu. Roho ya mateso. Pigwa Roho mwachie. za magonjwa. Hebu mwachie huru. Pigwa. Pigwa. Pigwa na moto. Nguvu ya mateso na Kwa manyanyaso. jina la Yesu. Ninakuamuru kwa mamlaka ya Inaagiza jina la Yesu. moto. Mwachie huyu kijana. Chomeka na moto. Mwachie. Chomeka. Achana na huyu ndugu. Kwa jina la Yesu. Roho ya uchawi. Toka. Roho ya uchawi. Toka. Roho ya uchawi. Toka. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Wanamombe mwe makini. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Roho ya mapepo majini mizimu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pigwa mwachie. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwachie kabisa. Pigwa kutoka ndani yake. Kila mateso. Imeondoka. Kila mamlaka. Mwachie. Kwa Roho jina za la Yesu. magonjwa. Pigwa. Roho ya kichawi. Roho ya magonjwa. Roho ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Roho ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Roho ya mateso. Kwa jina la Yesu. Roho za Kwa mateso. jina la Yesu. Roho za Kwa mateso. jina la Yesu. Roho za mateso. Ninakuamuru kwa mamlaka. Toka. Pigwa. 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 Pigwa na moto. Pigwa. Pigwa na moto. Pigwa magonjwa. Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kila nguvu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mateso. Pigwa. Magonjwa. Roho ya manyanyaso. Ya kish. Kwa jina la Yesu. Na vifungo. Ninamurusha Vifungo. roho ya vifungo Vifungo. vyote vya giza. Vifungo vya kichawi. Pigwa. Vifungo vya majini. Mwachie. Vifungo vya nyota. Mwachie. Pigwa. Pigwa mwachie. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achilia mwili wake. Moto. Pigwa. Moto. Moto ula. Moto. Moto. Pigwa. Pigwa na moto. Roho ya giza. Kwa jina la Yesu. Ninakuamuru. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Pigwa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Moto. Pigwa. Pigwa. Roho ya mateso na manyanyaso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukija hapa mbele, Ninakuamuru funga kwa macho. mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa.
kila nguvu kwa jina la Yesu, mache mateso pegwa kwa jina la Yesu. magonjwa Pepo machafu kwa jina la Yesu, roho ya mapepo toka kwa jina la Yesu. Mizimu ya mababu pegwa na mabibi kwa jina la Yesu. roho ya mizimu Pegwa machunyuma roho ya mizimu kwa jina la Yesu. kwa mamlaka ya jina la Yesu, Pegwa mamlaka nguvu ya giza, mamlaka pepo la kichawi, mamlaka pepo la kichawi, mamlaka pegwa moto na kwa mache, moto mache pegwa kwenye mwili wake, pigwa mizimu, acha mwili wake, enguza na moto, acha mwili wake, mizimu ya mababu, acha mwili wake, mizimu ya kichawi, acha mwili wake, mizimu ya kiganga, acha mwili wake, moto, acha mwili wake, chomeka na moto, chomeka na moto, pegwa chomeka na moto, kwa jina la Yesu, pigwa na nyundo, kwa jina la Yesu, pigwa na moto, pegwa pigwa mizimu, kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho ya mapepo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, pegwa kwa mamlaka, roho ya giza, kwa mamlaka pegwa ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pigwa, kwa jina la Yesu, pigwa, pegwa kwa jina la Yesu. nguvu ya giza, Nguvu ya giza, nguvu ya kichawi, achia msara huyu, roho ya kichawi, pegwa roho ya magonjwa, kwa mrumache, roho ya mateso, toka ndani yake, roho ya mateso, toka toka kwa jina la Yesu, toka na kwa mrumache, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, pegwa pigwa na moto, mache, pigwa roho ya manyanyaso, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mache, kwa jina la Yesu, pegwa kila nguvu kwa mateso na ya mapepo, mateso, majini, roho za mateso, mizimu, roho ya kichawi, roho ya giza, roho ya kichawi, vipande vya giza, roho ya kichawi, pegwa, roho ya majini, pegwa, roho ya vipande, pegwa, roho ya mateso, pegwa, roho ya vifungo, pegwa roho ya kwa vifungo, jina la Yesu, pigwa, kwa jina la Yesu, pigwa na kwa moto, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, pegwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho ya giza, kwa mamlaka, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka kwa jina la Yesu, ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ya jina la Yesu, roho ya magonjwa, pigwa na moto, roho ya manyanyaso, pigwa na moto, pegwa, pigwa achilia mtoto, kwa jina la Yesu, je mtoto huyu, achia, kwa jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, toka, roho ya magonjwa, toka, roho ya mateso, toka, pegwa pigwa na moto, na kumisa nguvu ya kwa giza, mamlaka ya jina na la kumisa Yesu, roho ya pepo wabaya, na kumisa kwa jina la Yesu, toka, inakuamuru machia, toka, pegwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ya giza, na kuamuru kwa jina la salenda Yesu, mwenye mondoke, inakuamuru machia, salenda kwa Yesu mwende, nasema cha jisalimisha mwende, katika jina la Yesu Kristo, jisalimisha kwa Yesu mwende, pigwa na moto, haka pigwa haka wende, kwa jina la Yesu, haka wende, toka, pegwa kila maagano, agano ya jina la kichawi, Yesu, kila maagano, pigwa na moto, roho ya magonjwa, kwa jina la Yesu, roho ya kurushwa, nguvu ya mateso, roho ya kurushwa, nguvu ya magonjwa, roho ya kurushwa, roho ya kichawi, roho ya kurushwa, roho ya magonjwa, roho ya kurushwa, roho ya majini, roho ya kurushwa, roho ya mizimu, roho ya kurushwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kuamuru, nasema ndoka, tunakuamuru achia mwili huu, kwa jina la Yesu, achia huyo dada, na kuamuru achia huyo dada, kwa jina la Yesu, achia, toka, pegwa pigwa na kwa moto, jina la Yesu, mwachie, toka, mwachie, kwa jina la Yesu, mwachie, kwa jina la Yesu, mwachie, kwa jina la Yesu, mwachie ndani yake, 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 kwa jina la Yesu, mwachie maisha yake, kwa jina la Yesu, mwachie maisha yake, kwa jina la Yesu, mwachie maisha yake, toka, mwachie maisha yake, toka, chia, toka, chia, toka, chia, mapanga ya kichawi, pegwa, maroho ya mateso ya kichawi, mwachie haraka, mwachie, pigwa na moto, mwili wake, chia maisha yake, pigwa chia maisha yake, kwa jina la chia Yesu, maisha yake, magonjwa, chia maisha yake, mateso, chia maisha yake, vifungo, chia maisha yake, magano, chia maisha yake, toka, pegwa pigwa na moto, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho ya manyanyaso, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nakamata mizimu, kila nguvu, pegwa kila mateso, kwa jina la Yesu, kila vifungo, pegwa kwa jina la kwa Yesu, jina la Yesu, toka, kwa mamlaka ya jina la Yesu, vifungo vya kichawi, nakamata nguvu ya giza, roho ya kichawi, aina yote ya magonjwa, pepo za kichawi, pegwa maroho ya kwa kichawi, jina la Yesu, maroho ya mateso, kwa jina la Yesu, maroho ya vifungo, kwa jina la Yesu, maroho ya majini, kwa jina la Yesu, maroho ya mizimu, kwa jina la Yesu, toka, toka. toka, Angalia yule sasa, toka, Uya, toka, kwa jina la, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pigwa, kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, na moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu, fumba macho yako, tulia wewe, ibilisi na kuamuru ndani yake, kabla sijakufikia wewe, fumba macho yako, chomoka, tulia kabisa, akiza moto, moto, usiogope, fumba macho yako, tulie, moto, 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 pigwa na moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu, pigwa na moto, pegwa pigwa na moto, wewe magonjwa,
Sema tosha. majini. Takumbukwa kwa lipi? Takumbukwa kwa wema au mabaya? Nauliza. Takumbukwa kwa lipi? Takumbukwa kwa mema au mabaya? Nauliza. Mimi nauliza. Mimi nauliza. Eti baba nawe mama, una kipi cha kukumbukwa? Eti baba nawe mama, una kipi cha kukumbukwa? Ka ukijua wema ni akiba, ubaya ni akiba, wema ni akiba. Ka ukijua wema ni akiba, ubaya ni akiba, wema ni akiba. Ile unachokitenda kitakuwa kumbukumbu maishani mwako. Tambua kile unachokitenda kitakuwa kumbukumbu maishani mwako. Kitu cha muhimu mpendwa, jawa matendo mema. Kitu cha muhimu mpendwa, jawa matendo mema yaliyo na ushuhuda mzuri katika mwenendo wako, yaliyo na ushuhuda mzuri katika mwenendo wako, ili siku wepo wako ukumbukwe, na Bwana wepo wako ukumbukwe, ili siku wepo wako ukumbukwe, na Bwana wepo wako ukumbukwe.
wamama wajane walimlilia hata alipokuwa nakufa. Wamama wajane walimlilia wakamsi Petro amfufue, Dorikasi amfufue, wakamsi Petro amfufue, Dorikasi amfufue, maana aliwashonea nguo, maana aliwashonea kanzu, maana aliwashonea nguo, maana aliwashonea kanzu. Petro akaomba kwa Mungu, akanena, Tabitha ondoka, 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 Tabitha ondoka, ondoka, ondoka. Naye akafumbua macho yake, akawa mzima, mzima tena. Naye akafumbua macho yake, akawa mzima, mzima tena. Nawe mpendwa, jitahidi kutenda mema siku zote. Nawe mpendwa, jitahidi kutenda mema siku zote, maana kutenda mema kuna faida, maana kutenda mema kuna baraka. Petro akaomba kwa Mungu, akanena, Tabitha ondoka, 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 Tabitha ondoka, ondoka. Naye akafumbua macho yake, akawa mzima, mzima tena. Naye akafumbua macho yake, akawa mzima, mzima tena. Nawe mpendwa, jitahidi kutenda mema siku zote. Nawe mpendwa, jitahidi kutenda mema siku zote, maana kutenda mema kuna faida, maana kutenda mema kuna baraka.
Kulikuwa na kilio kikuu siku ile ya mwisho kwa wale wote watendao dhambi. Huzuni, huzuni, huzuni kwa watendao dhambi. Huzuni, huzuni, huzuni kwa watendao dhambi. Utakuwa shangwe nayo furaha siku ile ya mwisho kwa wale wote wateule wa Mungu. Shangwe, shangwe, shangwe kwa wateule wa Mungu. Shangwe, shangwe, shangwe kwa wateule wa Mungu. Adhimisha ndugu yangu, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Adhimisha ndugu yangu, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. O siku ya mwisho O siku ya mwisho Tubu dhambi, mrudie Yesu wakati tulio nao karibu kuisha. Yachelewa, fanya maamuzi sasa, Mungu ni wa huruma, atakusamehe. Tubu dhambi, mrudie Yesu wakati tulio nao karibu kuisha. Yachelewa, fanya maamuzi sasa, Mungu ni wa huruma, atakusamehe. Sasa
hey, 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 hey.